Karibu sana tuzungumze soka. Mimi naitwa Babu Ali na leo bwana niko na ndugu yangu hapa Hamis Kabwe. Tunazungumzia kile ambacho kinachoendelea kwenye soka hivi sasa. Lakini pointi ya msingi usisahau kusubscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa JNR MTT TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo. JNR MTT Unisex Saloon na Brand Hotel ndio ambao wanatupa udhamini mkubwa ambao baadaye nitakwambia vizuri sana undani wa habari zao ambazo wamenituma nikufikishie leo. Sasa tuangalie kwa wekundu wa Msimbazi, Simba bwana, ambaye inaonekana kama nafasi yake ni kubwa sana kwenye mchezo dhidi ya Petro Atletico pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Pengine tunampa nafasi kubwa sana Simba, na kama ilivyo watu labda nafikiri Simba ni rahisi sana kupata matokeo kwa Petro Atletico. Simba mechi mbili zilizopita dhidi ya Nsingizini Hotspur na Gaborone United zimenishtua kuhusiana na uwanja wa Benjamin Mkapa. Hivi unafahamu kwamba hawajapata matokeo ya ushindi Mkapa? Kwenye mechi mbili zilizopita. Kaka, huo ndio ukweli. Unajua Simba wakati watu walikuwa wanawaza kwamba Simba anaweza kumpiga Gaborone United goli nyingi pale, mechi iliisha goli 1-1. Ndio kipindi kile Matola hayupo kwenye benchi, Fadlu Davis kaondoka, ile tunaweza tukawapa excuse. Mechi ya Nsingizini Hotspur tayari washamrarua kule goli 3, huko walikuwa wanakuja kumaliza shughuli. Mechi imeisha nyaunyao bila. Muona pagumu hapo Kwa kiasi kikubwa haya matokeo yalianza mimi kuniogopesha. Kama kushangaza hivi. Yaani alinishangaza. Waje Simba kwa Mkapa. Kapasua 3 ugenini. Kwa Mkapa inakuwaje bila? Timu ambayo ilikuwa inaonekana unga kabisa. Vibaya mno. Umeona ilinitisha. Kuna muda nikawa nawaza labda inawezekana kwa sababu labda walikuwa washashinda magoli 3, walikuja wakarelax, lakini no. Simba walikuwa wanaona struggle. Au labda mwalimu kwa sababu alikuwa bado ni mgeni, anajaribu kutafuta baadhi ya combination selection ya wachezaji, vitu vingi, si vizuri. So nataka nione kuelekea mechi ya Petro de Luanda ambayo kiuhalisia sio mechi rahisi. Sio mechi rahisi. Ila Simba wana nafasi kubwa kuweza kushinda huu mchezo kwa sababu ya historia ya Benjamin Mkapa. Of course Simba wamekosa matokeo kwenye mechi mbili, lakini historia ya Benjamin Mkapa kaka ni jehanamu kwa wapinzani wanaokuja pale. Hususan wanapokutana nani? Na Simba Sports Club. Ni sehemu ambapo pamefanyika maziko ya halaiki kwa timu nyingi sana pale. Zimekuja timu nyingi zimekufa pale Benjamin Mkapa. Historia inawabeba Simba. Lakini pili, mwalimu kapata muda sasa hivi wa kukaa na wachezaji. Kaisha wajua. Performance dhidi ya JKT Tanzania, hususan zile dakika za kuanzia dakika 50 kwenda mbele, zile dakika za kipindi cha pili. Baada ya kuingia Limpanzu, baada ya kuingia bwana mdogo Morris Abraham, muone na Jonathan Soa. Kaka, Simba ilicheza kwa spidi ambayo sikuwahi kuishuhudia kwa miaka hivi karibuni. Waliongeza spidi, wakawatia pressure JKT, wakafanya makosa, Simba wakapata magoli. Kama wataanza kwenye spidi ile, kwa namna ambavyo mimi ninavyofahamu wa Angola pia na wenyewe na timu nzuri kiukweli, wale Petro, wakina Van Nilsson, muone, wakina Jonathan Toro, Thiago Reis, ni wachezaji wazuri kutoka Brazil. Kaka, tunaweza tukashuhudia kwanza mechi ina magoli mengi. Hilo moja. Magoli mengi kwa pande zote mbili na kwa maana timu zote mbili wanaweza wakafungana. Lakini pili, tunaweza tukashuhudia pia Simba wakipata magoli mengi. Simula vizuri. Simba wanaweza kushuhudia wakipata magoli mengi. Lakini pia na wenyewe pia wanaweza wakaruhusu pia magoli kwa sababu wale jamaa sio polepole na wanacheza kwa spidi sana, kwa sababu siamini kama wale jamaa watakuja kupaki basi. Mechi zao zote ambazo nimeangalia wanakuja kucheza. Ndio ugumu ambao Simba pia wataenda kukutana nao. Mara nyingi timu nyingi zilikuwa zikija hapa hazichezi, huwa zinapaki basi. Hiyo ni surprise package. Timu ambayo ilikuja hapa ikacheza na iliwasumbua sana Simba ilikuwa ni, nakumbuka ni Raja Casablanca, walikuja wakawapiga chuma 3 hapa Simba. Waisema sisi hatukai nyuma. Nyesi mnakuja na sisi tunakuja. Simba wakachezea goli 3, nakumbuka. Ambayo ugenini ikawa 3-1 goli la Bareke. Nakumbuka hiyo. Kwa quality walikuwa nayo Petro, wanaweza wakawapa game ngumu sana Simba Sports Club. Lakini
Nimeangalia odds ambazo Muhindi kawapa zimenishtua. Nani Petro? Kwa kidogo. Nyingi. Kaka Muhindi kawapa 6.25. Akiamunga Sana anaonekana. Yaani wanaonekana ni wa kawaida. Sasa Muhindi mbona kanitisha? Kawapa 6.25. Simba kapewa 1.18. Ni odds nyingi sana. Yaani kuna muda mpaka zikanishawisha nichete 30 huku. Nyingi sana. Ni muue kwanza Simba kidogo. Nichete 30 lakini nikawa na hofu nikisema Simba uoga anakoga mbaya sana anapokuwa Benjamin Mkapa. Simula vizuri. Na ndio maana Muhindi kwa kuligundua kwa sababu Muhindi bwana Kanji huwa anafanya utafiti na akosei. Anajua kabisa Simba anapokuwa Benjamin Mkapa huwa ni mnyama mwingine kabisa, ni the beast kama anavyojiita Jonathan Soa. So hiyo imenitisha. Anakuwa na data za kina zaidi. Kaka Simba anakuwa mbaya sana anapocheza Benjamin Mkapa. Kwa hiyo pia imenitisha. So kama watakuwa katika kiwango kizuri kwa maana ya mtu kama Morris Abraham, Jonathan Soa, Elim Panzu Kibisawala, Nabi Kamara kwenye eneo la backline wakawa na utulivu wa aina yake, wakina Roshan De Rock, muona Yakubu Suleiman asifanye makosa ya kipuuzi ambayo inaweza kikalimu timu. Of course ni rahisi sana kuweza kuwafunga Petro. Lakini rekodi yao pia Petro ugenini imekuwa inatishia amani. Wana mechi karibia 4 mfululizo hawafungwi ugenini za klabu bingwa barani Afrika. Hawafungwi ugenini. Wakipata matokeo mabaya ni sare. Kwa hiyo rekodi pia inanitisha. Lakini nikikumbuka odds za Muhindi ni 6. Nikikumbuka Simba kapewa 1.18. Kupa moyo. Simba ana nafasi ya kushinda mchezo. Tumalizie kwenye hili Kabwe. Pale mbele Simba bwana kuna Jonathan Soa. Lakini pia yupo mtu mmoja anaitwa Dese Mukwala. Lakini pia pale mbele bwana Simba kuna Selemani Mwalimu. Yupi ambaye unaona aina ya mechi kama hii ana deserve kuanza? Mimi nafikiri umefika wakati kwa Mwalimu Dimitar Patev kuacha kujaribu kwenye eneo la ushambuliaji. Mara leo acheze Nandi Steve Dese Mukwala, mara kesho acheze Suleiman Mwalimu. Alipaswa kuchagua moja, kucheza na washambuliaji wawili ama mshambuliaji mmoja. Kama ni mshambuliaji mmoja, mimi nitamchagua Jonathan Soa the best. Mtu hatari kabisa. Aanze naye. Kama akiharibu, anaweza akachagua mshambuliaji mwingine wa kufanya nini? Wa kuanza. Lakini nikimwangalia the best, ana uchu, ana uwezo wa kufunga, yani kwa maana ni fox in the box, top finisher kabisa. Muda wote anautaka mchezo, ana uwezo wa kufanya ring up, ana uwezo wa kuwasumbua mabeki, technical ability yake ni kubwa. Sio kama ningekuwa ni chaguo langu mimi kwenye mchezo wa Jumapili, ni mshambuliaji gani kati ya hao watatu, mimi ningemchagua Jonathan Soa kwanza kwenye huo mchezo. Ni mtu hatari sana, anaweza kawapa kila kitu Simba. Alafu Suleiman Mwalimu na Steve Dese Mukwala wakawa game changer. Wakaja kuwa surprise Petro. Na mimi sikufichi, kama umegundua Steve Dese Mukwala hata Suleiman Mwalimu wakitokea benchi wanakuwa ni hatari zaidi kuliko wakianza. Kama umfuatilia hicho kitu. Simula vizuri. Kwa hiyo kama ningekuwa sehemu ya ushauri wa benchi la ufundi la Simba, ningeshauri waanze na Jonathan Soa. Alafu Suleiman Mwalimu na Steve Dese Mukwala waingie kama super sub. Huwa wanafanyaga ubaya sana. Alafu unakuwa ubwela. Simula vizuri. Kwa kwangu mimi ningeshauri waanze na Jonathan Soa kuliko mshambuliaji yoyote. Alafu hawa wengine waingie sub kaka. Atoki Petro de Rwanda. Mapema tu. The Beast ni mtu hatari kabisa. Likiangalia hivi goli, natamani muda wote kufunga. Kabwe, neno lolote la mwisho kwa wadau wa soka ambao wanakufuatilia hivi sasa? Acha msingi tuendelee kufuatiliana. Sijumla vizuri kwa sababu mambo ni mengi, lakini kwenye changamoto tuvumiliane. Na wanielewe mimi ni mkweli sana. Uko wazi. Niko wazi, mimi ni mkweli. Nanyoosha. Sasa ni hiari yako wewe kukubaliana na ukweli wangu ama kukataa. Kunikubali ama kunikataa. Kukataa ukweli na maana unapenda uongo. Na ndio shida yangu sasa mimi ipo hapo. Na ndio tutakuwa mimi na wewe hatuna urafiki. Simula vizuri. Kwa mimi kwenye uongo huwa najiweka kando. Mimi nasimama kwenye ukweli.
Ukiwa mkweli basi tutaenda sawa. Ukiwa muongo na kukataa. Nikushukuru kwa time yako bwana Kabwe. Shukrani sana. Nashukuru sana kaka. Nashukuru sana kaka. Yes, hapo ni Hamis Kabwe. Leo niko naye, tumepiga story nyingi sana hapo. Sisi tukiwa wawili, mimi na Kabwe, wewe ni watatu ambao pia unaweza kuachia comment yako hapo ikawa bomba kabisa. Bwana, nyuma ya kamera kwa mwenzangu hapo AP Classic ambaye anahakikisha picha inaonekana vizuri kabisa na pia tumeweza kuonekana vizuri kabisa kwako. Pointi ya msingi, subscribe YouTube channel yetu kama bado hujasubscribe, pia tembelea page zetu za mitandao ya kijamii kwenye Instagram, Facebook, TikTok, jina letu ni JR Mtita TV. Lakini tunapewa udhamini mnene sana na JNR Mtita Unisex Salon, ambapo tunakukaribisha katika saluni zetu ambazo zinapatikana Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kupata huduma bora kabisa kama kunyoa mitindo yote ya nywele, fashion zote kwa wakaka na wadada, na watu wanaita unisex. Pia kuna huduma nyingine kama kupaka black, kupaka wave, kupaka bleach. Wana huduma pale ya kufanya pedicure, manicure, zote zinapatikana pale. Stima zote zinapatikana pale. Tembelea matawi yetu ambayo yanapatikana Buguruni Rozana pale mkabala na Koteza Polisi, Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na Zanati ya Mtoni. Tunapatikana pia Temeke Sudani pale kona kwenda Tandika. Tunapatikana Kigamboni pale Mikwambe Maliasili Kigamboni. Pia tunapatikana Kibada pale Kibada shule mkabala na shule ya msingi Kibada, na pia tunapatikana pale Tuangoma kwa Sako. Tembelea Instagram page @officialJRMtita_unisex, itakuwa bora zaidi. Kwa wakazi wa Dodoma, kesho ni weekend, tunafahamu CAF Champions League, unatafuta sehemu tulivu kabisa ambapo unataka kutazama mechi, basi chimbo ambalo tulivu kabisa, unaweza kuenjoy pepo mzuri. Vinywaji ni Brand Hotel, pia utapata accommodation nzuri, nikimaanisha huduma bora kabisa ya malazi kwa viwango tofauti tofauti. Brand Hotel wana kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano kama press conference pamoja na vikao. Tembelea Instagram page yao @brand_hotel. Mimi nashukuru sana kwa kuwa nami. Next time tutakuwa na nani? Leo nilikuwa na Kabwe, basi endelea kuwa nasi. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.